Leo nataka tufocus kwenye ubongo. Tuangalie mifumo miwili ambayo inafanya kazi kubwa sana katika kucontrol behavior ya mtu kwenye ubongo. Hii mifumo tuna limbic system, lakini pia tuna prefrontal cortex. Limbic system hii ni system ambayo mtoto anapokuwa amezaliwa tu, huu mfumo unakuwa tayari umekwisha komaa na una control masuala ya kihisia kama vile furaha, huzuni, pamoja na hofu, pamoja na hasira. Hivi vitu vyote vinakuwa controlled by limbic system. Lakini pia tuna prefrontal cortex. Prefrontal cortex ni sehemu ya ubongo ambayo inapatikana kabisa kwenye ubongo wa mbele, kwenye frontal part of the cerebrum, ambayo hii prefrontal cortex kazi yake ni kufanya maamuzi, decision making. Kazi yake yeye ndo controller wa different decisions. Kwa hiyo yeye ndo ana control vitu vingi, yani anafanya decision kuhusiana na mambo mengi. Maamuzi mengi yanafanywa kupitia hii prefrontal cortex. Lakini hii mifumo miwili yote inaendeshwa na kuna switch ambayo hii switch kazi yake ni kucontrol, make sure hii mifumo miwili inafanya kazi yake effectively. Na hii switch tunaita kama RAS. RAS ni abbreviated of reticular activating system. Hii reticular activating system inapatikana katika brain stem, especially hapa kwenye mid brain ndio inapatikana hii reticular activating system. Na hii reticular activating system ndio inatusaidia sisi tuweze kulala, tuweze kuamka, kwa sababu kadiri reticular activating system inavyopunguza shughuli zake ndipo mtu anaweza kupata uwezo wa kuweza kulala. Lakini kadiri reticular activating system inavyofanya shughuli zake kwa wingi, mtu huwa anakosa usingizi na mara pengi ujikuta ni mtu either mwenye kufanya mambo mengi, either anakuwa active sana muda mwingi. Kwa hiyo lengo langu sio kufocus kwenye RAS. Lengo langu ni kufocus kwenye hii mifumo miwili ambayo prefrontal cortex pamoja na limbic side. Kwa hiyo kuna baadhi ya tabia ambazo wanaonyesha vijana wetu, watoto wetu huko majumbani kwetu. It is not because of our nature. Sio because of our nature, lakini inatokana na hii mifumo miwili ambayo ni limbic system na prefrontal cortex. Leo hii mtoto unaweza akawa mtoto mdogo kabisa, unaweza ukampa kazi, labda fanya kazi fulani, lakini ukakuta mtoto instead ya kufanya ile kazi unamkuta anacheza, unamkuta mtoto amelala, unamkuta mtoto anajikeep busy tu ili mradi asifanye ile kazi. That is the limbic side, kwa sababu limbic side haitaki kujishughulisha, inapenda mambo ya raha, yani mambo ya emotions. Kwa hiyo siku zote hii limbic side ndo ina perform hizo function. Kwa hiyo muda mwingine unaweza kumhukumu, lakini ni mifumo ya ubongo ndo ipo hivyo. Lakini tuna prefrontal cortex. Sasa hii prefrontal cortex ndo inatengenezwa sasa na mzazi wenyewe. We mzazi unapokuwa na mtoto mdogo, kazi yako ni kuijenga hii prefrontal cortex, kwa sababu hii kazi ya hii prefrontal cortex ni kuoppose baadhi ya emotions ambazo zinakuwa derived au zinakuwa released by limbic system. Kwa hiyo kuna emotions zingine mtoto anakuwa nazo inabidi ziwe opposed by prefrontal cortex. Ndio maana leo hii unaweza ukakuta kuna vijana anakuambia mimi niende kanisani, mimi niende msikitini, mimi. It is because of prefrontal cortex. Ni vile alivyojengwa akiwa bado ni mdogo. Lakini pia kuna kijana mwingine anakuambia siwezi nikakosa msikitini, siwezi nikakosa kanisani. It is because of prefrontal cortex yake ilivyojengwa na wazazi wake. Kwa hiyo wazazi wana play part kubwa katika kudetermine tabia ya vijana wetu. Sana wana play part kubwa. Vile tunavyoona vijana wetu wanaenenda ni matokeo ya nini kila wazazi wetu walifanya. Si katai, sometimes environment inaweza kumbadilisha mtu, lakini mainly biologically tunaangalia hii mifumo miwili ambayo ni limbic system and prefrontal cortex. Ni mifumo ambayo itatusaidia sisi kufanya maamuzi, kuweza kuwahukumu wa vijana wetu. Muda mwingine kutotumia nguvu kubwa katika kuelekeza jambo fulani, ni kwa kuzingatia hii mifumo miwili. Thank you very much. I'm here, Simon Boniface Mchika, mwalimu wa biology and reality. Just follow this account so that you can enjoy. Welcome and subscribe to this account. Then comment about this system and tell me what you want to the next lesson. See you at the top.